Jamani, mwanaume wangu alikuwa malaya mbwa, malaya takataka ya kutupa. Nikaenda kulilia mizimu, miungu yote ya milima na bahari. Ghafla tu kikamkuta kitu, alafu ndugu zake wanaanza kunilaumu, wanasema mimi ndio nimesababisha hivyo, yani kwa sababu baada hata yeye kupotea, yani mambo yangu yamekuwa lele. Huyu kaka nilikutana naye nikiwa chuo. Haya mapenzi ya kichuo haya. Nilikutana naye nikiwa chuo. Yeye mazingira yao alotokea, yani ametokea mazingira fulani hivi ya kimaskini, ila kwetu tuna hela nini. Sio hela nyingi, ni hela tu za kujikimu. Sasa yeye hata pesa hizo za kujikimu alikuwa hana. Kwa hiyo nilikuwa nikipewa mimi pesa za matumizi, ndio naenda natumia na yule kiumbe. Sio, naelewa vizuri, naenda natumia na yule kiumbe na sijai kumdai, sijai kumfanya chochote. Kwanza hata sijai kufikiria, tujai hata kuongea kwamba labda hizi pesa ninazotumia ndio baadaye inabidi unilipe nini. Hatujawahi kufikiria hilo swala hata siku moja. Sijui unanielewa vizuri. Yani nilikuwa nafanya kama mtu tu anapofanya kwa mpenzi wake. Yani kwamba nilikuwa nafanya tu kwa ajili ya tusaidiane kimaisha. My friend, tumemaliza chuo, maisha yamekuwa maisha magumu. Maisha yamekuwa magumu. Baada ya muda akapata kazi. Alipata kazi kabla yangu. Alipopata kazi, my friend, rangi zote zikaanza kuonekana. Mwanaume akaanza jeuri, akaanza kulala nje, akaanza kuwa na majibu ya hovyo. Hapo mimi sina kazi. Alafu wakati nipo chuo nilibeba mimba, nikazaa. Kwa hiyo ikabidi niachane na chuo kwanza. Wazazi wangu wakanidisown, wakasema wewe mtoto tumekupeleka chuo, tumekuhangaikia, umeamua kwenda kukimbilia vidudu, umeamua kwenda kupachuana, basi utabaki na maisha yako, sisi tutabaki na maisha yetu. Ukiwa na shida kubwa ambayo unaona hiyo shida bila kutatuliwa, utakufa, utapoteza maisha au nini, njoo. Lakini kama ni shida nyingine yoyote ile ya hovyo, hatutaki. Nikawa nimegombana na wazazi wangu. Kwa hiyo hakuna support, hakuna nini, namtegemea mwanaume. Mwanaume akaanza kazi za kulala nje, harudi nyumbani. Ukiuliza ni matusi. Kwanza anaanza kukwambia yani wewe umekaa tu nyumbani, huna kazi, umekaa hapo unanitegemea mimi, una hata aibu, wanawake wenzako wanajishughulisha sijui nini, akawa ananichamba. My friend, kumbuka mimi mpaka kukaa nyumbani kutokwenda chuo ni kwa sababu alinipa mimba na akaniahidi, akaniambia mke wangu uzaa, tukishapata mtoto tutajua cha kufanya, tutasaidiana, atakayepata kazi wa kwanza ndio huyo, maisha yatakuwa mazuri tu, usijali. Ndio kisa cha mimi kuacha chuo. Sio, unanielewa vizuri my friend. Akaanza umalaya, akaanza kila siku wanawake. Ilifikia stage mpaka anaongea na, kwa sababu nilikuwa namfuatilia sana, nilikuwa nafuatilia vitu anavyofanya, analia, anapiga kelele. Ikafika mwisho wa siku nikasema huyu mwanaume hata nikimlilia, hata nikimfuatilia ataendelea kufanya. Kwa hiyo kuna faida gani ya mimi kuendelea kulia, kuendelea kupiga kelele? Nikaacha kumpigia kelele. Naona kile kitu cha mimi kuacha kumpigia kelele kikawa kimemuuma sana, kwa nini simfuatilii. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya, alikuwa anafanya vitu mbele yangu. Anafanya vitu mbele yangu, ananionyesha. Anaongea na wanawake zake mbele yake. Tena anaweza akawa anaongea na mwanamke akaanza kumwambia yani unajua mimi najuta, yani ningekutana na wewe mapema, nadhani haya mambo yasingekuwa hivi. Niko na huyu mwanamke tu ambaye hana mbele hana nyuma, ananitegemea kwa kila kitu. Yani mimi nataka tukamilishe malengo yetu. Niko sasa mimi nikawa najiuliza malengo gani, au mwenzangu anaenda kuoa, lakini sasa jinsi ya kumuuliza na shinda. Kaona hiyo haitoshi, kaona kwa sababu simuulizi sili, akaanza kunipiga. Kipigo tena akikushika, unajua mwanaume ni mwanaume, akawa ananipiga kama mbwa mwizi yule kaka. Nalia, nakwambia napiga kelele. Nikipiga kelele ananiambia yani ukilia tu, ukipiga kelele watu wakikusikia hutokula, yani usitokuachia chakula mwezi mzima. Na ni kweli, sio kwamba anatania. Akikupiga ukapiga kelele my friend, mwezi mzima haupati matumizi. Na kumbuka niko na mtoto my friend. Sasa nikawa nimebeba mimba, nikamwambia nimebeba mimba. Akaniambia my friend, hiyo mimba kama unataka toa, lakini ukikaa nayo usinijue, tusijuane. Mimi sitaki tena kuzaa na wewe, nina maisha yangu. Yani hapa mimi ninafuatilia mipango yangu, ikiwa tu sawa mimi huyo naondoka. Kwa hiyo kama unataka hiyo mimba kaa nayo, kama unataka toa, lakini kusema kweli hiyo mimba mimi sitaki tena. Huyu mtoto tulozaa tu ndio huyu nataka abaki, wengine nitazaa na wanawake ambao naona wanafaa. Nikamuomba basi naomba hela niende nikatoa, akaniambia sina hela. Lakini hapo wakati amekaa akawa amempigia mchepuko wake, anamwambia jamani mpenzi wangu, ile gari unajua ile gari ambayo tumeongea nitakununulia, nenda kamuulize yule dealer bado ipo, sijui kitu gani au tafuta dealer mwingine mzuri nikuongezee hiyo hela uende ununue gari. Huku nimemuomba hela kwenda kutoa hata mimba kanikatalia. My dear, nililia. Sasa mimba ikaanza kukua. Mimba ilipoanza kukua, siku hiyo akaja nyumbani akaniambia hivi, unajua mwanamke mjinga sana, nimekwambia sitaki tena ubebe mimba, nimekwambia sitaki tena uzae mimba, umeendelea kukaa nayo, umeshindwa kutoa hela. Nikamwambia eti umeshindwa kutoa hiyo mimba. Nikamwambia mimba mimi nimeshindwa kutoa kwa sababu sina hela. Ananiambia kajiuze. Kaniambia kajiuze utoe hiyo mimba, lakini mimi hela sikupi, lakini hiyo mimba siitaki. My dear, roho iliniuma kidogo. Akaanza kubeba vitu vyake, anaondoka. Anaanza kubeba leo, anaondoka, anabeba suruali kama 2-3, anaondoka, harudi nyumbani. Mara akiondoka tena anaenda anakaa huko hata wiki 3 hata 4, anarudi. Haachi hata 100. Akiondoka nikawa nafanya tu nahangaika, nauza vijuisi, nauza vimaziwa, sijui nini hivyo. Siku moja, hiyo siku wakati niko nyumbani, wakati sasa hapo alikuwa kashaanza kuhamisha vitu. Wakati niko nyumbani akawa amekuja, kaja na juisi. Akaniambia hiyo juisi ilikuwa imefunguliwa. Akaniambia mke wangu, hii juisi nimekuja nayo, hebu kunywa. Kwanza nikajiuliza huyu ana hii juisi yani hajawahi kuonyesha upendo, yani hichi kipindi chote ambacho tumekaa wote
huu upendo wa ghafla umetokea wapi? Nikawa najiuliza lakini nikachukua ile juisi nikanywa. My friend, nilianza tumbo likaanza kunikata, tumbo likaanza kuniuma mpaka nikawa naona nyota nakwambia, nikawa naumwa. Nikamuuliza umenifanya nini? Akaniambia wewe kwa sababu jeuri imebidi nikusaidie kwa sababu kila siku nakukumbusha nakwambia hiyo mimba sihitaki, wewe kilichokubebesha hiyo mimba ni nini na ukome. My friend, ndo akili yangu ikanijia hapo, nikasema mama yangu huyu atakuwa kanitoa mimba. Nikawapigia simu wazazi wangu nikawaelezea kilichotokea. Akaniambia bwana, ukuje huku nyumbani sisi hatutaki aibu, tunakutumia nauli, nenda kwa bibi yako utaenda kutibiwa kule. Nikaenda kwa bibi huko Morogoro huko milimani Fakara huko. Nilivyoenda nikafika nikawa nalia kila saa nalia nikijiuliza. Afu mtoto wakati naondoka pale maana nilimwambia naondoka, akaniambia mtoto kama unaondoka muache, mtoto wangu usiondoke naye, sitaki mtoto wangu aondoke na malaya, sitaki uondoke na damu yangu. Kwa hiyo mtoto nilimwacha. My friend, nikafika huko, ile mimba ilinitesa maana kila ninachokifanya nanunua dawa za kusafisha wapi, mpaka mwisho wa siku nikamwambia wazazi wangu naombeni tu kama inawezekana naombeni mnisaidie hela niende nikasafishe, niende hospitali nikaangalie shida nini. Ndio nikaenda hospitali, wakaniambia huyu mtoto alikuwa kashafia tumboni. Sio hata mtoto kwa sababu mimba ilikuwa bado sio kubwa sana, lakini ndio hivyo, mtoto kafia tumboni, kizazi kimeharibika, kila kitu kimeharibika. Kwa hiyo hutoweza tena, yani inabidi tukitoe kuokoa maisha yako, kwa hiyo hutoweza kubeba mimba tena. Nililia wakanisafisha, nikaruhusiwa, nikaenda nyumbani. Nikaenda nikampigia simu yule mwanaume nikamwambia kilichotokea. Akaniambia mimi sijali, wewe si nilikwambia, yani wewe unaona mwanaume kabisa akupendi, kilichokufanya bebe mimba ni kitu gani? My dear, nililia. Siku moja nikawa kesho yake bibi akawa anaenda huko mashambani kwenda kufanya mambo yake na mashamba yake huko. Nikawa nimeenda, nikawa nimekaa, yani kila nikijaribu kujisaulisha hakuna. Niliangua. Halafu hiyo sehemu tuliokuwa ni sehemu ambayo ina waterfall, zile maporomoko za maji. Nililia, nikapiga magoti, nikaomba mizimu yote, niliomba nikasema, yani mizimu yote kama mnanisikia, naombeni mkanilipie kisasi. Kama huyu mwanaume sijawahi kumkosea kwa kiasi hichi ambacho amenipa haya maumivu, na naombeni muende mkamlipe kutokana na haya maumivu ambayo kanisababishia. Nililia, nikaingia mle kwenye maji nikaoga, nikawa nalia. Na yani unajua ukiwa desperate unafanya vitu vya kutambika ambavyo hata hujui kama unatambika. Uwezi amini, baada ya kufanya vile nilisikia amani kupita maelezo, amani ambayo haina mfano, amani ambayo haina, yani sijui, yani nikajisikia tu amani somehow. Nikaona labda mambo yatakuwa yameenda sawa, I don't know, lakini nilijisikia tu amani. Nikatoka nikarudi nyumbani, tukaenda nyumbani na bibi. Baada ya hapo nikakaa kama wiki tu, roho yangu ikawa inaniambia rudi zako mjini. Kweli nikabeba virago vyangu nikarudi zangu mjini. Nimefika, uwezi amini, nimefika tu nimekaa kama mwezi mmoja. Kuna rafiki yangu ambaye tulikuwa naye, akaniambia rafiki yangu, unajua una akili sana wewe, unapenda mambo ya urembo sijui ni nini. Nimefungua saluni, maana tulikuwa tunaongea, namuelezea mambo yangu. Akaniambia nimefungua saluni, kama utaona sio kwamba nakudharau au nini, njoo uje nikuachie saluni. Nikamwambia lakini mimi vitu vya saluni sijui sana kwa sababu sijavisomea. Akaniambia nitakulipia chuo uende ukasome vitu vya saluni, si miezi 3 sijui 4, ukimaliza unakuja kukaa kwenye hii saluni na kuachia, mimi naendelea kufanya mambo yangu. My dear, ndio hivyo nikaajiriwa hapo kwa rafiki yangu. Saluni ikawa ina boom, yani vitu vinaenda, wateja kila kona, uwezi amini. Mpaka rafiki yangu akawa ananiambia wewe umekuja na malaika gani? Maana tangu nifungue saluni mpaka maana mimi kukuachia hii saluni ni kwamba niliona itakufa. Nikaona hivi vitu kuliko nikaviweke store vife, nikaona nije nikupe upambanie. Kwa sababu umekuja na baraka zako hii saluni. Hii saluni naomba nitafutie kama 3 tu unipe. Kila kitu ni chako kuendelea kufanya, kwa sababu nikiendelea kukuambia kwamba eti uendelee kunilipa ni kama nitakuwa nakula kitu ambacho sio cha kwangu. Hizi baraka zote, hivi vitu vyote ambavyo vinatokana na hii saluni sasa hivi sio kwa akili yangu wala sio kwa nini, ni kwa sababu una Mungu wako. My friend, kweli nikamtafutia 3 nikawa nimempa. Sasa bwana, juzi hapa nikapigiwa na wifi yangu, ex wifi mdogo wake na yule bwana nilokuwa naye. Akanipigia simu akaanza, yani nilipopokea tu akaanza kunitukana, wewe binti mchawi sana. Nikamuuliza, nikamwambia calm down binti, mimi uchawi wangu uko wapi? Nimekufanya nini? Nimekulia bibi yako, nimekulia mjomba wako? Akaanza kuniambia wewe mchawi sana, yani nasikia huko una saluni, maisha yanaenda, kakaangu mimi hapa amekuwa kama kichaa na sasa hivi hatumuone. Nikamwambia binti calm down, ongea vizuri, ni nini? Ndo kwanza kunielezea. My dear, kumbe yule bwana alianza kuumwa vitu visivyoonekana, anaumwa vitu visivyoonekana. Mara akaanza kuongea na mwanamke ambaye haonekani. Ni mwanamke ambaye haonekani, yani anaweza akawa amekaa tu akaanza kuongea na huyo mwanamke, anamwambia wewe ni mzuri sana, sijawahi kutegemea kama nitakutana na mwanamke mzuri sana. Watu wanamuuliza, huyo mwanamke mzuri ambaye umekutana naye wapi? Mbona sisi hatumuone? Huyo mwanamke unamuona wewe peke yako? My friend, kapelekwa huko hospitali, hakuna kitu. Kaenda kapimwa akili inaonekana iko sawa, lakini ndio hivyo anaongea peke yake. Ikabidi aache kazi. Akamwambia mimi naacha kazi, nataka ni concentrate na mahusiano yangu. Wanamuuliza mahusiano gani? Mbona hauna mahusiano yoyote? Akamwambia nyie msitake kujua kwa sababu mimi nataka concentrate kwenye mahusiano yangu, vingine viacheni, haviwahusu. My friend, ndio hivyo.
akaacha kazi, akawa yuko tu nyumbani, kazi ni kuongea peke yake. Wakamrudisha kijijini kwa sababu huko mjini atakana nani, wakamrudisha kijijini. Walivyomrudisha kijijini, siku hiyo ameamka tu asubuhi, ana tabia yake mpaka asubuhi. Kuna hiyo sehemu ambayo huko kijijini ambako alikulia, kuna sehemu alikuwa huwa anaendaga kukaa kwa sababu kuna marafiki zake wa zamani, huwa anawakumbuka, anaongeaga na yani alikuwa sio kichaa kabisa, kichaa, lakini ndio hivyo, akili zake kumchuzi, akili zake zimeruka hiyo wanaosemaga moja mbili kichwani, ndio ilikuwa hivyo. My dear, hiyo siku alipotoka tu asubuhi akaenda, alipoenda hakurudi tena na hajawahi kuonekana. Na kipindi hicho alichoanza, yani alipoanza kuongea peke yake, nikamuuliza ni lini. Yani timeline ambayo ndugu yake alikuwa ananiambia ni ile timeline ambayo mimi nilienda kulia kwenye miungu kule, nikaenda kulia, nikaomba Mungu, nyie miungu mnaonisikia, naombeni mnisaidie. Sasa hapa roho inanisuta. Naona kama sijui mimi ndio nimempoteza mtoto wa watu, naona kama sijui ndio nimefanya nini. Ndio dadake akawa ananichamba, ananiambia kama kuna kitu chochote umemfanyia ndugu yangu, naomba uende ukatoe, sijui kitu gani. Ndio nimekuja kuomba ushauri jamani. Sijui kama ni coincidence ilitokea tu akawa hivyo, au kama ni kweli ni kwa sababu ya yale maombi basi yamemfanya awe hivyo, sijui. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa nilikuwa naomba ushauri jamani. Nyie mtazamo wenu mnaonaje? Yani naombeni mnishauri, kama kuna mtu ambaye anajua cha kufanya, naombeni mnisaidie, kwa sababu hapa akili yangu imekwama, sijui hata cha kufanya jamani, naombeni mnisaidie. My dear, unafanya nini kuongea na hao ndugu wa huyo kisirani? Block takataka zote hizo, block. Unaongea nazo za nini? Yani mpaka unakaa na simu kabisa na kinamba cha wifi eti naongea na block. Shetani amlambe matako huko alipo.